Mwanahistoria Yuval Noah Harari katika kitabu chake mashuhuri cha Sapiens anaeleza kuhusu kwa nini binadamu amepiga hatua kubwa kimaendeleo kulinganisha na wanyama wengine. Sababu anazotoa ni mbili tu: uwezo wa kushirikiana kufanya kazi kwa idadi kubwa na kwa maelewano, na pili, uwezo wa kuumba kitu ambacho huenda hakishikiki wala kuonekana lakini inaaminika. Nchi ya Tanzania ni mojawapo ya uumbaji uliofanywa na mwanadamu, kwa sababu miaka 100 iliyopita eneo ambalo leo hii nchi hii ipo lilikuwepo, lakini jina hili halikuwepo. Kama vile jua linavyoizunguka dunia, ndivyo wazungu walivyoitawala Afrika. Basi leo keti ni kujuze historia fupi ya uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Historia inaonyesha kuwa Waingereza walitawala Tanganyika baada ya vita ya kwanza ya dunia kumalizika Novemba 11, 1918. Kabla ya hapo, eneo la Tanganyika lilikuwa chini ya utawala wa Wajerumani kama sehemu ya eneo la Afrika Mashariki lilojulikana kama German East Africa. Baada ya vita kuu ya dunia kumalizika, mataifa yaliunda umoja uliojulikana kama The League of Nations, na chombo hiki kilitarajiwa kuleta umoja na kudumisha amani duniani. Kwa upande mwingine, sehemu iliyokuwa ikitawaliwa na Wajerumani iligawanywa, hivyo kuanzisha nchi 3 za Afrika Mashariki na kuwekewa mipaka ipasavyo. Pamoja na Waingereza kuitawala Kenya kama koloni lao, pia walikabidhiwa madaraka ya kusimamia Tanganyika kwa niaba ya umoja huo wa mwaka 1922. Mwaka 1939 ilizuka tena vita ya pili ya dunia, wakati Waingereza wakiwa bado wanaisimamia Tanganyika. Vita ilikwisha mwaka 1945 na mataifa yakaanzisha Umoja wa Mataifa, United Nations, UN, na makao makuu yakawa katika jiji la New York nchini Marekani. Mabadiliko kutoka League of Nations hadi Umoja wa Mataifa, UN, yalilenga zaidi kuwepo kwa nguvu ya pamoja katika kuhakikisha amani na usalama duniani. Wakati huo, Tanganyika iliendelea kuwa chini ya uangalizi wa Uingereza na kupewa hadhi ya United Nations na jina kuwa Tanganyika Territory. Wakati huo, Kenya na Uganda zilibaki kuwa makoloni ya Waingereza pamoja na Tanganyika Territory kuwa chini ya uangalizi. Bado Waingereza walitutawala kama koloni lao, maana haikuwa rahisi kuiona tofauti kati ya uangalizi kwa mfumo wa United Nations na mamlaka kamili ya kumiliki na kutawala, colonial administration. Kiuhalisia, Wajerumani walikalia ardhi ya Tanganyika kwa kipindi cha miaka 27 na Waingereza kwa kipindi cha miaka 42, hivyo kufikisha jumla ya miaka 69 taifa likiwa chini ya wakoloni. Baada ya jitihada za muda mrefu za waasisi wetu wakiongozwa na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, usiku wa Disemba 9 mwaka 1961, askari wawili wa jeshi la King African Rifles Kali walipewa kazi maalum. Brigadia Alexander Gwebe Nyirenda alipandisha mwenge wa uhuru kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, huku Aminul Kashmir alishusha bendera ya koloni na kupandisha bendera ya taifa huru la Tanganyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyoweza kuijenga Tanganyika ile. Sasa watu waliokuwa wanatazamia kwamba Tanganyika ya kesho itakuwa ni ile ile ya jana, sasa wanahiari wale. Mahali hapa nifai mimi. Anatoroka mwenyewe taratibu. Baada ya Tanganyika ikawa zamu ya Zanzibar. Tarehe 10 Disemba mwaka 1963, Zanzibar ilipata uhuru wa sultani ambao ulidumu kwa muda mdogo tu. Mapinduzi ya tarehe 12 Januari mwaka 1964 yakamuondoa sultani, na mwaka huo huo tarehe 24 Aprili Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo kiongozi wa Tanganyika
Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipata kuwa rais wa kwanza wa Tanzania, na kiongozi wa mapinduzi ya Zanzibar Abeid Amani Karume akawa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania chini ya rais wa awamu ya pili Al-Hassan Mwinyi iliruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa na kuanza mpango wa kurekebisha uchumi kuendana na masharti ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani. Rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa aliendeleza mfumo wa uchumi wa soko huria ambapo mashirika ya umma yanabinafsishwa. Tarehe 21 Disemba 2005, Jakaya Mrisho Kikwete aliapishwa kuwa rais wa 4 wa taifa, naye aliendeleza sera za watangulizi wake. Aliyemfuata mwaka 2015 ni rais wa 5 John Pombe Joseph Magufuli, ambaye alishika nafasi hiyo kuanzia 2015 hadi tarehe 17 Machi 2021, ambapo umauti ulimfika na kifo kilisababishwa na tatizo la moyo. Nafasi yake akaendelea nayo makamu wake wa rais Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa awamu ya 6 tangu Machi 2021 hadi hii leo. Wakati wa Tanzania wakijiandaa kutimiza miaka 63 ya uhuru, basi ni wakati mzuri wa wananchi na viongozi kuenzi yale yote mema yaliyoanzishwa na waasisi wetu. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Togorai James wa Tox Media.